أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، والصلاة والسلام على الشفيع المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ndugu waandishi wa habari na nyote mnaotutazama mnatufuatilia muda huu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakushukuruni nyote waandishi wa habari kwa kuitikia wito wetu huu kutufikia hapa katika ofisi zetu hizi za Juktam Kids, jumuiya ya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, kwa ajili ya kujadili jambo muhimu ambalo linakuja mbele yetu. Tunasema yajayo ni neema, tunachukua kauli mbiu ya serikali yetu, na yajayo yanafurahisha. Tumekuwa tukipambana na vitu mbalimbali na changamoto mbalimbali katika jamii zetu, na tulikuwa tunasikitika sana kuhusiana na vijana wetu. Tunazungumza mengi na si kwa ubaya, kwa sababu tunawatakia kheri vijana wetu, ili vijana hawa ndio nguzo muhimu ya taifa letu. Tusipokuwa nao tukaenda nao vizuri, tutaharibikiwa huko mbele tunakoelekea. Kwa hivyo tumeona tuinue mbinu ambazo tutaweza kuwajenga vijana wetu waweze kuendana na maisha halisi ya sasa, lakini pia iweze kutuletea maendeleo katika jamii yetu na taifa letu kwa ujumla, kwa sababu hawa ndio viongozi wetu. Ni vijana wetu wa leo, lakini viongozi wetu wa baadaye, wa kesho. Kwa hivyo lazima tuwajenge kiimani, kimaadili, ili tuje tupate taifa bora lenye maadili mema ya Kiislamu na lenye maendeleo katika jamii yetu. Kwa hivyo tumekuja na program ambayo inaitwa Zanzibar Youth Ramadan Spark. Kwa nini program hii imeitwa hili jina? Kwa sababu imeanzishwa idea zake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukaona tuje na hili jambo, na program hii itawafunza vijana mambo mengi. Kwa kuanzia kwamba Zanzibar Youth Ramadan Spark ni program ya kielimu na kiroho inayolenga kuwawezesha vijana wa Zanzibar kupata elimu sahihi ya Kiislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine yote iliyobakia. Tumeanza Ramadhani kwa sababu ndio mwezi ulioshushwa Qur'an, na wao tunataka tuwafundishe mada ambazo zinahusiana na Qur'an. Program hii inalenga kuwajenga vijana katika misingi ya maarifa ya dini, fikra sahihi za Kiislamu na maadili mema yatakayowawezesha kuwa viongozi bora wa jamii katika siku zijazo. Kupitia program hii, vijana watapata mafunzo ya msingi katika taaluma mbalimbali za Kiislamu, ikiwa ni pamoja na ulumul Qur'an, ulumul hadith na fikri al-Islam, kwa lengo la kuongeza uelewa wao wa dini na kuwasaidia kuishi kwa kufuata misingi sahihi ya Uislamu. Tumekuwa tukishuhudia katika taifa letu alhamdulillah mashindano mengi ya Qur'an. Hatujawahi kuwa na mashindano ya hadithi, lakini mashindano mengi ya Qur'ani tayari yameshakuwa miaka mingi. Tuna jumuiya kongwe za kuhifadhisha Qur'ani na mashindano ya kuhifadhi ambayo hivi sasa nyingine zina miaka 34, mengine 24 na zaidi, na alhamdulillah tunajivunia nchi yetu. Sasa hivi tuna mahufadhi wengi, lakini utakuta mahufadhi hao baada ya kuwa wameshaingia katika mashindano, sasa wakiwa wameachiwa watakuja kuingia, itakuwa hatari kuja kuingia katika vivutio mbalimbali vilivyotuzunguka katika jamii yetu. Kama tunavyojua sasa hivi ni zama za utandawazi na changamoto zilizotuzunguka. Kwa hivyo lazima tuwajengee mbinu mbadala, ili kwanza kile walichokibeba katika kifua chao kiweze kuwaletea manufaa wao na jamii, isiwe kama thalil himar yahmilu asfar, kama punda tu aliyebeba mizigo, lakini wakielewe kile alichokihifadhi na utukufu wake, kisha waweze kukifanyia kazi. Lakini pia tunajua kwamba Qur'ani, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kushushiwa alitumia hadithi ambazo ni kauli zake, maneno yake, fikra zake na yale aliona masahaba wanafanya, akawa hakuzungumza kitu, kwa maana tayari yanafaa katika Uislamu, ili yaweze kuongeza
ufafanuzi kwa sisi binadamu kuweza kuielewa Qur'ani. Kwa hivyo watoto baada ya kujua kuhifadhi Qur'ani, washajua lazima pia wawe na ulumul hadith. Lakini vile vile fikrul Islam, waweza kuchanganua mambo na kuweza kujua vipi wataweza kupambana na maisha yetu haya tuliokuwa nayo sasa. Changamoto vipi wataweza kuzitatua kwa mujibu wa Uislamu. Ndio maana tukaanzisha hii program. Kwa hivyo program hii itazinduliwa rasmi, na uzinduzi huu utafanyika tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka huu 2023 katika holi linaloitwa Sunshine liliyopo Buyu. Itakuwa ni siku ya Jumapili. Shughuli hii itafanyika kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Tutasali kwa pamoja na tutapata pale pale chakula cha mchana. Itakuwa ni fursa pia ya kusherekea Idi yetu ambayo tunategemea itakuwa Idi pili au tatu kwa mujibu wa mwandamo wa mwezi. Tutakuwa pamoja na vijana wetu. Hii program tutatoa kadi ambazo atatakiwa kila mtu achangie shilingi 20,000 ili tukamilishe ile dhifa ya mchana pamoja na mambo mengine ambayo yatahusiana na hii program ili iweze kwenda kwa ufanisi zaidi. Program hii sasa imeshirikisha jumuiya, baadhi ya jumuiya za Kiislamu ikiwemo Jumaza, Jumuiya ya Maimamu Zanzibar pamoja na UKWEM. Na vile vile taasisi za kiserikali ikiwemo Wakfu na Mali ya Amana pamoja na Wizara ya Elimu, lakini pia na taasisi mama ambayo inashughulikia taasisi zote za kidini, ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar. Watahusika wote katika kuhakikisha jambo hili linakwenda linasonga mbele, na wote tutakuwa nao pamoja ili kuweza kufanikisha jambo hili. Mgeni rasmi wa shughuli hii tunamtarajia kuwa ni katibu kiongozi mteule balozi wa Tanzania nchini Saudia, mhandisi Zena. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atufanikishe shughuli hii iweze kufanyika kwa ufanisi zaidi na kuliko vile ambavyo tumetarajia au tumetegemea. Kwa hiyo baada ya maelezo yangu hayo mafupi, nimkaribishe mjumbe hapa mwenzangu kutoka UKWEM na yeye aweze kuchangia chochote, alafu tuendelee na kueleza dira, dhamira na matokeo ambayo tunatarajia kuwapata baada ya kuiendesha programu hii. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa mmoja au baadhi ya neema zake za uhai, vile vile kutupa na uzima. Vile vile tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuingiza katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na tumeweza kuidiriki Ramadhani na tunakwenda nayo. Hayo si ujanja wetu wala si uwezo wetu, ni taufiki yake. Tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah atukubalie jamii amali hizi tunazozifanya kwa ajili yake. Lakini la pili, niende kwenye mada ambayo ilishazungumzwa na mwenzangu hapa. Lengo la kukutana hapa na nyinyi waandishi wa habari kama ilivyozungumzwa na mwenyekiti wa jumuiya ni kwamba mimi ninalizungumza hapa ni mmoja katika wale wajumbe ambao tumeiunga mkono jumuiya hii ambayo inasema jumuiya ya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu. Hii ni jumuiya mpya, lakini kwa Uislamu kila litakaloanzishwa lenye kheri ni wajibu wetu kushirikiana. Mimi hapa nilizungumza ni mjumbe kutoka jumuiya ya maimamu, na ilipokuja taarifa ya jumuiya hii, sisi kama jumuiya ya maimamu tuliunga mkono na tukakubali kuwapa mashirikiano ya kila hali kwa hali na mali. Na tulijua kwa nini tunawapa mashirikiano. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba jamii, watoto wetu wanafika katika maadili mema. Tukiona sasa hivi jamii imeangamia, imepotea, imepoteza mwelekeo. Tukisema kwamba jambo hili lisimamiwe na mtu mmoja
au lisimamiwe na taasisi moja, bado kutakuwa kuna upungufu wa majukumu kutendeka. Kwa hivyo kila tutakapokuwa wengi na kila tunapokuwa na umoja, maana yake ni kwamba lile jambo linafanikiwa kwa vile matarajio yanavyotakiwa. Na hii jumuiya ilipoanzishwa na ikabuni hii agenda, hii program, sisi kama jumuiya ya maimamu tumeiafiki moja kwa moja, na ndio maana tukawa sisi leo hapa tuko na nyinyi na tuko na yeye pamoja, kwamba hii jumuiya sasa itakuwa na jina la mchanganyiko. Mimi kama jumuiya ya maimamu, lakini vile vile na mjumbe mwenzangu kutoka jumuiya ya UQEM, naye pia tunakuwa naye hapa, lakini kwa niaba yake leo nimemwakilisha hapa kwa sababu amedharurika na alikuwa tuwe naye hapa. Kwa hivyo jumuiya hizi badala ya kuwa jumuiya moja, sasa tumekuwa jumuiya tatu, na tunatarajia kwamba jumuiya hizi zitaongezeka, ndugu waandishi wa habari, na tunatarajia kwamba kutokana na habari zenu kuzieneza katika nini, tunajua ndio mafanikio ya hii shughuli. Kwa hivyo kuanzishwa kwa hii jumuiya maana yake ni kwamba ni njia nyingine ya kutafuta njia ya solution ya kuona watoto wetu wanaokoka vipi kutokana na hili janga. Kwa kweli ukiangalia sasa hivi dunia imeharibika, utandawazi umewachota vijana wengi. Ukitizama watoto wetu wengi wameshahifadhi Qur'an, wana hadithi, lakini ukitoka nje unakuwa leo ndio utakuta waimbaji, leo utakuta wale ndio wanasuka nywele, leo wale utakuta ndio wanakwenda katika mashashi hayo na wanavuta mashisha, na alimradi utakuta wingi wameingia katika njia zisizofaa. Sasa jumuiya hizi zilipokuja na kubuni hii lengo ni kuhakikisha kwamba tunawatoa katika njia iliyokuwa sio, tunawaingiza katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayoridhia. Na lengo letu nini? Ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anaondoka hapa akiwa tayari ametekeleza wajibu wake, kwa sababu tunijue kwamba kila mmoja, Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kullukum mas'ul wa kullukum mra'i ala mas'ul. Kwa hivyo kila mmoja atakuwa ni mchunga. Uchunga wake ni nini? Kwamba kile alichokuwa nacho atakwenda kuulizwa. Ikiwa wewe ni mtoto wako nyumbani, utakwenda kuulizwa. Ikiwa ni mwalimu, utaenda kuulizwa. Ikiwa vile vile ni mpita njia, ni Muislamu ambaye unaliona kwamba hili linakwenda sivyo na wewe hukuchukua juhudi, basi na wewe utakwenda kuulizwa. Sasa kutokana na hilo, na tunaamini kwamba siku ya hisabu ni siku nzito, sisi tunataka tuvue hilo jukumu ya kwamba sisi tusiwe masuli katika hilo. Ndio maana tunatekeleza wajibu wa kuhakikisha kwamba tunaiondoa jamii kutoka katika njia moja kwenda katika njia nyingine, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunakwenda katika njia iliyonyooka. Na kutokana na hili, sisi ni kama jumuiya, taasisi za binafsi, lakini vile vile tumepata nguvu zaidi ya kuona kwamba ndani ya jumuiya hizi kuna taasisi za serikali ambazo zimeshiriki. Moja katika hizo ni kama alivyosema mwenyekiti, wakfu na maliamala, nalo wamelisapoti kujua kwamba kweli kuna haja sasa hivi ya kushirikiana. Lakini vile vile ofisi ya mufti nao pia limegundua kwamba kweli iko haja ya kushirikiana na kuweza kulitatua. Lakini vile vile na wizara husika, wizara ya elimu, nayo pia imejua kwamba bila kushikana mikono hatuwezi kufika mbali. Kwa hivyo lengo letu ni kwamba kila mmoja acheze katika njia ambayo anastahiki, kila mmoja afikishe ujumbe kwa njia zake ambalo anazostahiki. Sisi kwa upande wetu tunasema tutalichukua hili na tutalifanyia kazi, na tunamuomba Mwenyezi Mungu inshallah alitie baraka, alitie taufiki na alitie nguvu, na aliweze kufanikiwa katika njia moja au nyingine. Tufanikiwe zaidi kuhakikisha kwamba watoto wetu wanatoka katika mila iliyokuwa sio, inakwenda katika mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hayo machache, nirudie tena kusema kwamba mimi ninazungumza ni mjumbe kutoka jumuiya ya maimamu, lakini namwakilisha pia mjumbe kutoka jumuiya ya UQEM, ambaye sisi sote hapa tunazungumza tukiwa kitu kimoja. Kwa hivyo shughuli hizi ambazo zimeanza leo na shughuli ambazo zitaendelea tarehe 22, lakini pia zitaendelea baada ya tarehe 22, haya yote tutakuwa tuko pamoja na kuhakikisha kwamba tunafikia malengo tarajiwa inshallah. Kwa hivyo dira ya shughuli yetu hii ni kujenga kizazi cha vijana wa Kiislamu chenye maarifa sahihi ya dini, chemchemi ya fikra pana za Kiislamu na uwezo wa kuongoza jamii kwa misingi ya Qur'ani na Sunna. Lakini dhima yake ni kutoa elimu ya Kiislamu yenye ubora wa vijana kupitia mafunzo maalum ya misingi ya elimu ya Kiislamu, Islamic Studies, yatakayochangia kuimarisha imani, maarifa na fikra sahihi za Kiislamu katika jamii. Program hii imeweka moto wake, imekuja na moto. Moto wetu unasema kuwasha taa ya elimu, kuimarisha imani na kuwawezesha vijana. Nasemaje moto? Kuwasha taa ya elimu, kuimarisha imani na kuwawezesha vijana.
tunapenda sana lawama kwa tupia vijana, bali sisi tutimize wajibu wetu kama wazazi, kama walezi, kama jamii, kuhakikisha tunakilinda kizazi chetu kiepukane na njia zilizokuwa sizo. Allah tabaraka wa taala anatuambia kwenye Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu, mziokoe na nini? Moto. Vipi tutaziokoa? Kuwapa elimu, kuwakinga wasiingie katika hatari,